Tulia mama, nimekuelewa. Tulia, nitafute namna ya kukusaidia, sawa? Nani? Nimekuja kumuona mgonjwa. Haya, karibu, ingia. Sam. Daktari, kwani anaongea? Si nimeambiwa ni bubu huyu. Mimi mwenyewe ndo nashangaa. What's happening? Maana nimemsikia kabisa kaita Sam. Kwani wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Sam, dokta. Ni mwanafunzi wake pendwa sana darasani. Na nimeomba ruhusa kwa mkuu kuja kumuona kwa sababu nilishapata taarifa kwamba yuko hospitali na amekuwa bubu tena, haongei. Hii ni maajabu. Haya ni maajabu kwa kweli, kwa sababu sisi tumehangaika kukuluka huku na huko. Hajatamka hata neno moja kwa ufasaha, lakini jina lako kalitamka kwa ufasaha kabisa. Eti Bikachala. Ebu niite mimi, naitwa Dr. Martha. Ebu niite jina langu. Ita Dr. Martha. Sam cheupe. Umeona sasa? Hakuna chochote nilichokisikia wala kukielewa zaidi ya Sam cheupe. Sam cheupe ni nani tena huyo? Ni mimi, dokta. Jina langu naitwa Samueli Mapunda, lakini yeye mara nyingi huwa anapenda kuniita Sam cheupe. It is my name. Ndio jina ambalo anapenda sana kuniita nikiwa darasani. So sijui ni kitu gani kimemkuta madam, kwa sababu haiwezekani ashindwe kuzungumza maneno mengine, lakini jina langu alitaji kwa ufasaha. Hata mabubu wengine hawawezi kutamka majina ya watu lolote lile. Kama alivyo hawezi kuongea chochote, maneno yote, lakini pia hata katika majina hawezi kutamka jina la mtu yoyote yule. Sam cheupe. Sam cheupe. That is not usual kwa kweli. Mimi nikafikiri ni efasia, kwamba maybe after stroke amepata efasia, anashindwa kuzungumza ama anashindwa kutoa maneno ambayo yanaeleweka. Lakini kwa nini jina lako alitaji kiufasaha? Au kuna nguvu ndani yake katika jina lako? Wewe kijana, huyu madam huwa unampaga nini? Kwa sababu watu wote ambao wamekuja kumuona hapa, hakuna hata mtu mmoja aliyemtaja jina lake kwa ufasaha. Lakini wewe kwako kaweza. Mimi nafikiri atakuwa ni mapenzi tu. Hakuna kitu kingine, dokta. Kwa sababu kati ya walimu ambao wananipenda kwa dhati ni huyu hapa. Na mara nyingi akiingiaga darasani ana focus sana na mimi darasani kuliko mwanafunzi wote. Yaani mimi naamini Madam Bikachala ananipenda mimi kuliko mwanafunzi yote pale shule. Kwa hiyo nadhani ndio maana jina langu limemkaa sana mdomoni. Hivyo hawezi shindwa kulitamka. Yaani hadi nachoka mimi daktari, kwa sababu haya ni maajabu. Sijawahi kuona eti bubu ashindwe kutamka maneno yote ulimwenguni, lakini anaweza kulitamka tu neno la Sam cheupe. Hayo si maajabu hayo. Okay, anyway, wewe mjulie hali, muangalie, hayo ndo maendeleo yake, nadhani umeyaona. Halafu nipe nafasi niendelee kufanya uchunguzi. Okay, Madam Bikachala. Pole sana kwa changamoto ambayo unaipitia kwa sasa. Pole sana kwa hayo yote ambayo yamekusibu. Mimi ni mwanafunzi wako Sam. Nimekuja kukuona baada ya kusikia kwamba umepata changamoto kubwa na hauwezi kuongea tena. Nimepata huzuni, nimenyong'onyea kwa sababu najua baada ya kutoka hapa hutoweza tena kuja kunifundisha. Hauwezi kuongea tena mama yangu. Nitazidi kukupenda na kukuombea kwa Mungu hadi siku utakapokuwa sawa. Abwe Sam cheupe wangu we. Abwe Sam cheupe abwe. Ase, doctor, hata sijui anamaanisha nini. I don't even understand this language. Yaani lugha yake ni ngumu sana. Ninachokisikia mimi ni Sam cheupe tu. Bila shaka atakuwa anamaanisha kwamba anakushukuru, ni shukurani tu, hizo kwamba asante sana kwa kuja kumuona. Asante sana, uzidi kubarikiwa na uzidi kumuombea pia. Amen. Basi kama ndio hivyo nitaendelea kumuombea na atakuwa sawa tu. Bikachala, mimi nadhani ni kuache na daktari aendelee kukupa matibabu, akufanyie uchunguzi. Nitakuja kukuona kwa mara nyingine. Kwa heri daktari. Tulia basi mwalimu, usijali.
atakuja kukuona kwa mara nyingine pia. Ameahidi kuja kukuona tena. Usijali, ngoja tuangaikie hii hali ikae sawa, ili akija kukuona mara ya pili basi mtakuwa mnazungumza, mnaelewana. Usijali mamangu, sawa eh? Ngoja niendelee kuchakata mimi kompyuta hapa. Nitaelewa tu ni kitu gani kinakusumbua na tutapata suluhisho. Mke wangu, huyo mzee Zumbe huyo, siku moja utakuja kukuta nimemkatakata vipande, alafu nyama zake mmezitengenezea sambusa, kwa sababu ananiletea upuuzi. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwanza huyu sijui sijui ana utindio wa ubongo, hana akili timamu, sijui ana usonji, kwa sababu mwanaume anayejielewa mwenye akili timamu hawezi kumtongoza mke wa mtu mbele ya mumewe. Huyu si mwenda wazimu huyu. Lakini leo nadhani amejifunza, amepata funzo kubwa sana. Kwamba si kila mtu maskini mwenye changamoto na shida zake ndio wewe ukiwa na pesa tajiri uanze kumuona kama mwenda wazimu, mjinga, umchezee eti uone kama ndio udhaifu wake huo. Leo amekimbia, nimeona katoka nduki hapa. Lile panga sio mchezo mme wangu. Halafu kwa nini umeliweka hapo chini ya meza kama ulijua kwamba Zumbe leo atakuja kuleta fujo nyumbani kwako? Mie mtu wa shari mke wangu. Usinione tu nimepoa hapa nyumbani. Mtu wa shari kweli kweli. Siwezi kuletewa upuuzi nyumbani kwangu alafu ntulie tu. Hili panga la kaa hapa chini ya meza. Muda wowote mtu akija kuleta ugagaga na mgagadula live mchana kweupe. Na Zumbe akirudi tena hapa, hakutakuwa na maelezo mengi. Twagawana majengo ya serikali. Ni heri mie niende mochwali tena. Heri mie niende gerezani nikafungwe na yeye aende mochwali. Halafu kumbe nilioga. Linaogopa kifo. Yaani yule pesa ndo zinampa confidence tu, ila ni muoga kupitiliza. Ona ulivyomtolea panga hapa kakimbia. Tena alikuwa anasahau mlango kabisa na nikimbilia mimi. Mimi nikamwekea hivi ligumi. Nimemwekea hivi ngumi, nimemkunjia, kakimbia nje nduki. Anaogopa huyo yule baba, mimi sijawahi kuona. Batazali mkubwa. Yaani yeye kapata hela kidogo, amejaliwa pesa. Pesa zake ndo azitumie vibaya kuwanyanyasa watu. Tutakuja kumtoa roho sisi. Yaani mimi nilikuwa namvizia pale ajifanye ngangari kwamba haogopi chochote kile, asikimbie. Nimkamate, nimkate makende. Ningeasajanga mapanga yale makende, aondoke hapa kizazi hana. Halo. Sasa unamkenulia nani? Unakenua nini sasa mtoto wa kiume? Halafu wewe nimesikia umefukuzwa shule wewe. Yaani mimi nilikuwa natamani ufukuzwe shule usirudi tena hapa darasani. Maana sipendi kukaa na wewe. Halafu niliuaji sasa, ulitaka kummaliza mwalimu. Yaani mimi nikajua hata kama ni misi basi wewe ndio kwanza kananitolea povu. Sasa kwani wewe unatakaje Maria? Wewe unatakaje? Nimefukuzwa ndio shule na nimerudi kimagendo na hakuna kitu ambacho mnaweza kunifanya. Nitaendelea kupiga kitabu kama kawaida na lazima nifanye mtihani wa mwisho. Mimi siwezi kufukuzwa shule kizembe hivyo. Bikachala ameyataka mwenyewe yale. Shima. Shikamoo mwalimu. Marahaba. Hamjambo? Hamjambo. Najua mtakuwa mmemisi sana mwalimu wenu wa darasa Bikachala, si ndio? Ndio, mmemisi sana. Nalifahamu hilo wanafunzi wangu. Lakini kila mtu atakapopata muda mzuri akae asisite kumuombea. Hali yake sio nzuri kwa kweli. Na kibaya zaidi amekuwa bubu kabisa, haongei. Bikachala yule anayetakarika na kuongea maneno yote mnayoyajua nyie, mazuri na mabaya. Leo hii yule mwalimu haongei kabisa, amekuwa bubu. Na mwanafunzi ambaye amefanya ile tukio tayari naye tumemfukuza shule. Huyu hapa. Yuko wapi? Huyu hapa. Wewe kitundu wewe. Nani kakuruhusu kuingia tena darasani?